Haya, amjambo? Lamu hoi! Lamu hoi! Asanteni sana. Nataka nifundishe nyinyi, nikisema ODM mnasema inawezekana. Tumeelewana? Hello? Sawa? Hapana, inawezekana ni azimio. ODM tunasema tuko tayari. Tuko? Je, mko tayari? ODM. ODM. Asanteni sana wanachungwa. Mama Zahra Shi kila mara amenidai, amekuja mpaka nyumbani Nairobi. Akaniambia, bwana wewe hujakanyaga Lamu tangu uchaguzi. Ruto amekuja mara 5 Lamu na yeye hakupata kura. Wale jamaa walikupiga wewe kura, hujafika Lamu. Nikamwambia, mnajua kulikuwa tumepanga tuje Lamu, lakini hiyo gonjwa ilikuja. Alafu baadaye shida ikaja. Baada hiyo uchaguzi waliiba kura yetu. Baada wao kuiba kura yetu, tumekuwa napigana huko Nairobi. Lakini nikamwambia, mwaka hii kianza namna hii, Lamu itakuwa kwenye mstari ya kwanza ya mbele sisi kukuja. Sisi ndi sababu tumekuja. Kwa nataka kutoa shukrani kwenu nyinyi nyote kwa kusimama imara wakati ile uchaguzi, na vile vile kuhakikisha kwamba chama chetu cha ODM ilipata kura hapa Lamu. Tukapata ma MCAs. Ingawaje tuliweka wale jamaa kwenye viti ya ubunge na wao wakatusaliti baadaye, lakini hiyo ni mambo ya maisha ya kibinadamu. Sasa mimi nimesikia yale yote mnasema. Lamu ni muhimu sana katika historia ya taifa la Kenya. Hapa Lamu ndio ile lugha ya Kiswahili ambayo tunatumia kama lugha ya kitaifa ilizaliwa hapa Lamu. Rekodi ya kihistoria inasema ya kwamba kwa mara ya kwanza walianza kuongea kwa lugha ya Kiswahili katika ile kisiwa ya Pate. Kwa tunasema ati Kiswahili ilizaliwa Pate, Kenya. Ikalelewa katika ziwa zuri ya Unguja, Pemba na Unguja na Pemba. Ikabalee kule Tanzania bara. Ikashika ugonjwa wa Kenya bara. Ikafa Uganda. Ikazikwa Rwanda. Mambolezi yuko kule DR Congo. Swahili was born in Pate, Kenya. It was raised in the islands of Zanzibar. It matured in the mainland Tanzania. It caught a cold in mainland Kenya. It died in Uganda, buried in Rwanda, and the funeral is in DR Congo. Kwa hivyo, Lamu ni muhimu sana kwenye historia yetu. Sasa kila mara mimi napenda sana kuja hapa Lamu, na mimi nasikitika sana kuwa na shida ambayo ziko hapa. Wakati tulipoleta ile mambo, ile mradi ya Lapset, tulikuwa na shabaha kubwa zaidi. Tulikuwa tunataka kubadilisha hali ya maisha hapa Lamu. Mnakumbuka mimi mwenyewe nilikuja hapa kuongea na watu juu ya mambo ya ardhi. Kisha nikaleta waziri wa ardhi wakati huo James Orengo kuongea na watu katika hapa, kule Manda, kule Faza, kule Pati, ya mambo ya ardhi, ili waweze kupata hati ya kumiliki ardhi hapa. Kisha tukaambia watu ya kwamba hapa watu wanafanya kazi ya uvuvi. Lakini kazi ya uvuvi haiwezi kuleta mali, haiwezi kubadilisha hali ya maisha ya watu.
tangu miaka elfu na kitu watu wamekuwa wakivua samaki hapa Lamu. Wamekuwa wavuvi, wanavua mpaka wanazeeka, wanazeeka kwa ufukara tu. Tukasema ile mradi tutataka kuleta Lamu hii tubadilishe hali ya maisha ya watu wa Lamu. Nikasema hii mradi itabadilisha Lamu iwe kama Dubai wa Kenya, wa Afrika. Na ingefanyika. Bahati mbaya ni wale ambao walishika hatamu ya utawala, si wale watu ambao walikuwa na sisi na hiyo ndoto. Tulikuwa tunataka kujenga hapa reli, kutoka hapa reli na barabara itoke Lamu hapa ingie kule Isiolo, kifika Isiolo inapanda tawi moja naenda mpaka kule Addis Ababa Ethiopia, ingine napitia huko Juba Sudan Kusini, alafu inaingia kule Bangi Central Africa, alafu inaingia kule Douala Cameroon. Tunaweka daraja ya reli ambayo itaunganisha bahari ya Atlantiki na bahari ya Hindi na kufungua katikati ya Afrika hapo. Sasa itakuwa bidhaa ambazo zinatoka huko China, natoka kule Japani, natoka huko upande wa India na Arabuni, inapita hapa Lamu, inashukuliwa hapa, inateremka, ingine inaenda Ethiopia, inaenda South Sudan, Central African Republic, Chad, Congo DRC, Congo Brazzaville, Cameroon, mpaka Nigeria. Na namna hiyo kutoka pande ile inakuja pande hii. Wabiria wale kungekuwa wanatoka Afrika Kusini, kila mahali wanakuja hapa Lamu. Hiyo ndio lengo, ilikuwa lengo letu. Lakini sasa hayo hajafanyika, lakini mimi nina hakika ya kwamba katika siku za usoni zitafanyika. Sasa naomba ni aibu sana yale hadithi tunasikia ambayo tumeelezwa, mtoto anakufa ndani ya tumbo ya mama yake. Sasa ile mtoto anazaliwa kwa sababu ya ukosefu ya hali ya dharura ya kusafirisha mtoto au kukosea kuwe na kituo cha kuzaa. Manake kama mtoto anatoka kule Boni, mbona hatuwezi kujenga kituo cha ya kuzaa kule Boni? Mbona mpaka mtoto atolewe kule aletwe mahali pengine? Haya yote ni maneno ambayo ni aibu. Tena inasikitisha sana kusikia tunapoteza maisha ya binadamu kwa sababu ya ukosefu ya ya hali ya kuzaa mtoto, na vile vile hali ya matibabu. Tena vile vile mtu anadaiwa, mtoto miaka 5 anadaiwa pesa, hata kama hakuna pesa hawezi kupata matibabu. Hiyo ni unyama kamili katika taifa letu. Haya ni mambo ambayo sisi kama chungwa tumekuwa tunapinga. Tumesema chama chetu inasimamia haki 5 muhimu ya binadamu. Haki ya kwanza ni haki ya maisha, the right to life. The right to life na hiko katika katiba yetu. Ati kila Mkenya ana haki ya kuishi tangu wakati ambaye ameumbwa ndani ya tumbo ya mama yake na amezaliwa hapa. Ana haki ya kuishi bila kutishwa na mtu yoyote. Pili, the right to food, haki ya chakula. Ala kila Mkenya ana haki ya kupata chakula. Kila Mkenya anatakikana mpaka apate chakula, mtu asilale njaa ati kwa sababu ya kukosa chakula. Hiyo iko katika katiba yetu, na vile vile iko katika sera zetu ya kama wanachungwa. Tatu, the right to health, haki ya afya. Akikuwa na afya safi. Ati kila Mkenya kama yeye kama mgonjwa, ana pesa, hana pesa, ana haki ya kupata matibabu ya kutosha kulingana na mahitaji yake. 4 ni haki ya kupata elimu, right to education. Kila mtoto ambaye amezaliwa katika taifa letu ana haki ya kupata elimu,
sawa sawa, hata kama wazazi hawana pesa, apate elimu sawa na watoto wengine kulingana na kipawa chake ya Mungu, kuanzia nursery kupitia primary, secondary mpaka chuo kikuu. Sita ni haki ya kupata ajira, right to work. Kila Mkenya ana haki ya kupata ajira ili aweze kupata riziki, apate pesa ambayo anaweza kusimamia na kuhudumia jamii yake. Haya ni haki zile zote ambayo ziko juu sana katika mwongozo ya chama chetu cha ODM. Na ndio inatofautisha sisi na vyama vingine. Ndio sababu tumekuja hapa sasa kueneza sera zetu kama ODM. Na tunataka nyinyi, hii ndio injili, nataka nyinyi mhubiri kila mahali ambayo mnatembea. Tofauti kati ya ODM na vyama vingine. Ili watu wanaingia na kwa ndani ya ODM na kwa sababu gani wewe unaingia ndani ya ODM? Na kitu gani ambayo ODM itafanya ambayo ni tofauti na vyama vile vingine? Ili vyama vingine ni porojo tu. Wanaandika sera papa, lakini wanaenda kutoa ahadi hapa na pale, aamini yale ambayo wanasema. Unaona, kwa mfano walikuwa nasema sisi tukishika hatamu ya utawala, tutaangalia mama mboga, tutaangalia mahasla, tutaangalia watu wa bodaboda, watu wa jua kali, sijui nini, yale yote takataka yote. Mnasikia maneno haya siku hizi? Si lugha ilienda. Maana yale ilikuwa ni poroja ambayo walikuwa wanaeneza tu wakati lingine. Hawaamini mambo yale. Sisi kama ODM tuna imani. Tena tunaamini yale masi tunasema. Tutatekeleza. Hii ndio maneno nilikuwa nataka niwaulize nyinyi hapa siku ya leo. Nataka kutoa shukrani sana kwa Mama Zahra. Huyu ni chuma ya zamani huyu. Alianza na Jaramogi kule. Amebaki imara siku hizi zote. Uwezi kuwa na nini na taswishwi. Mambo ikitokea, mimi najua msimamo wa Mama Zahra itakuwa wapi. Hapo ndio mimi nitakuwa. Kwa hiyo natoa shukrani sana kwake kwa kazi nzuri ambayo amefanya hapa. Nataka asanteni sana, ingine tutaongea kule katika mkutano. Asanteni sana.